Mzigo unaanzia mnamo mwaka 1815 ambapo wafungwa wa Kifaransa walitumiwa kufanya kazi ngumu ili kuyafidia makosa yao mpaka pale ambapo muda wao utakuwa unakamilika. Siku moja wafungwa walikuwa na kibarua cha kuvuta meli kubwa sana nchi kavu. Wakati huo Javert alikuwa ni kiongozi wa wafungwa, alikuwa akiendelea kusimamia. Baada ya tukio lile, Javert alitaka mmoja kati ya wafungwa alikuwa anaitwa Jean Valjean kuinua bendera iliyoanguka kutoka kwenye meli ile. Jean alionyesha hali ya ukakamavu mno kwa kuinua gogo la bendera na kuiweka palipohitajika. Kitendo kile kiliwashangaza watu wengi sana akiwepo Javert. Baada ya pale, Javert alimpatia karatasi Jean ambayo ilikuwa na maelekezo juu yake kuwa ni mtu hatari sana. Jean alionekana kuwa na jazba na hofu, maana alishatumikia miaka 19 ndani ya gereza, huku akisema kwamba kosa lililowahi kulifanya ni kuiba mkate tu na sio mauaji. Jean alimwambia Javert kwamba amebakiza miaka 5 tu ili mradi aweze kutoka gerezani. Hapo ni kutokana na ule usumbufu alioweza kuufanya katika miaka 14 iliyoweza kupita kujaribu kutoroka gerezani hapo. Baada ya kuachiwa huru kwa msamaha, Jean alianza harakati za kutafuta kazi ya kufanya, lakini alifukuzwa kila sehemu aliyokuwa anaelekea, na yote hayo ilikuwa ni sababu ya ile karatasi, yani kile ambacho kilikuwa kimeandikwa ndani ya karatasi. Bahati nzuri, Jean aliliona kanisa, hivyo akaona akapumzike nje yake. Mchungaji alipomuona, basi alimkaribisha ndani, akampatia chakula na eneo la kupumzikia. Usiku wa manane, kila mmoja amelala, Jean akaanza kuiba vitu akiamini kwamba atapata pesa kidogo, kisha akaondoka zake. Cha ajabu, asubuhi polisi wakamrudisha tena pale pale katika kanisa. Hata hivyo, mchungaji alicheka sana, kisha akamwambia, "Mbona unaondoka bila kumalizia mali nyingine?" Mchungaji akamkingia kifua Jean mbele ya askari akidai kwamba alimwagiza sehemu. Baada ya polisi kuondoka, mchungaji akamwambia Jean aanze maisha mapya kama akiwa tayari na hilo jambo. Yaani alitamani awe mwaminifu katika maisha yake yote yaliyobakia. Siku ile Jean alitubu na kukiri kwamba atakuwa mtu mzuri atakayemcha Mungu. Kisha akachana ile karatasi iliyokuwa kama kifungo kwake. Miaka 8 baadaye, nchi iko katika mfumo wa mabadiliko. Katika kiwanda cha serikali watu wanapiga kazi. Kuna huyu binti hapa anaitwa Fantine. Ni binti mdogo tu, alikuwa anafanya kazi huko ndani. Wafanyakazi wengine waligundua kwamba ana mtoto, kwa hiyo walimsemea kwa bosi wao. Jean wakati huo alikuwa ni mfanyabiashara mkubwa sana, naye amefika kiwandani hapo anashuhudia Fantine anavyonyanyasika na kunyanyapaliwa na wafanyakazi wengine. Alipokuwa anajaribu zaidi kufahamu kuhusu ugomvi huo, kwa mbali anamwona Javert ambaye alikuwa inspekta wa polisi wa kipindi hicho. Maongezi yao wawili hao yalikuwa mazito kweli kweli, lakini aliharibiwa na jamaa mmoja hivi ambaye alipata changamoto fulani. Jean alimsaidia yule jamaa, hali iliyozidisha hofu kwa Javert, na alitamani sana kujua uhalisia wake wa kweli. Bosi alimtimua Fantine bila ya kujua uelekeo. Hakutaka kabisa kukata tamaa kwa sababu alikuwa na binti mdogo kumhudumia. Aliuza kila kitu alichonacho cha thamani kwa ajili ya binti yake, mpaka akafikia hatua ya kuwa kahaba na kutupa mwili wake kwa ajili ya mtoto wake. Siku moja akiwa kazini, alijaribu kushambuliwa na mteja wake, hivyo Jean alimsaidia na kumpeleka hospitalini. Baadaye Javert akagundua kwamba jamaa alikamatwa kwa kosa la mtu mwingine, hivyo alimwomba msamaha sana. Jean alishangazwa na jambo lile, akajikuta na wahi mahakamani huku akiwa haamini kabisa kilichotokea. Hospitalini Fantine anafariki dunia, lakini kabla alimwomba Jean amlee mtoto wake vyema sababu hana mtu wa kumtazama. Javert amekuja kumfariji Jean ambaye alijua uhalisia wake, hivyo Jean akatoroka na kuruka ndani ya mto. Alimwacha Javert na Kusud kwa muda, ambaye huyu ndiye mtoto wa Fantine. Upande wa pili sasa tunamuona Kusud, mtoto wa Fantine, huku anaishi kama mfanyakazi katika nyumba ya Mr. Tenerji na Madam Tenerji. Wakati huo wanandoa hao waliishi vyema sana na mtoto wao kuliko Kusud. Kusud alikuwa na huzuni sana na mpweke. Hawa jamaa walikuwa wanyonyaji kupita kiasi, yaani mtaani hawakuwa na amani kabisa. Waliwadhulumu sana watu, wakiwepo Fantine ambaye alikuwa akifanya kazi na kutuma pesa kwa ajili ya binti yake akidhani kwamba ni mgonjwa. Siku kadhaa baadaye, Jean amerudi zake na kumfuata Kusud kwa walezi wake, huku akidai kwamba anataka kumwasili na atalipa kiasi chochote cha pesa wanachokitaka. Baada ya kusikia sasampa tu, wakaanza kujikosha. Eti yo, tumemlea kwa taabu huyo na huwa tunamgharamia sana, hivyo wakataja bei yao ya juu kuliko. Jean aliwapatia ofa kubwa zaidi ambayo walishindwa kabisa kuikataa. Walikubali kumwachilia na Jean akaondoka na mtoto. Baadaye Javert akaja kumtafuta Jean sababu aliamini kwamba atamfuata Kusud. Amefika pale anaambiwa tayari mzee ameshasepa na mtoto. Walipokuwa njiani kutorokea mjini, Javert alikuwa tayari mbele yao akiwangoja katika geti kuu la eneo lile. Jean alipoona vile alimchukua Kusud na kuondoka naye. Walikimbia sana, mwisho wa siku akajificha juu ya jengo kubwa mno. Baada ya Javert kuondoka, Jean akaelekea kanisani. Hapo ndipo anagundua kwamba yule mwanaume alimsaidia siku kadhaa zilizopita
ndio anatunza kanisa hilo la karibu, hivyo aliwasaidia kujificha na kuwapa hifadhi kwa muda. Javed naye ametinga kanisani akaweka kiapo kwamba hatolala mpaka ampate Jin na Qusud. Miaka 9 baadaye mapinduzi yamepamba moto, huko maskini wakiwa wamechoka kabisa kuona matajiri wanajifungia ndani ya vioo kama vile hawawaoni kabisa. Kwa hiyo target yao ikawa ni kumuua mfalme kama jinsi ambavyo walimuua mfalme aliyepita. Mapinduzi yaliongozwa na vijana walijiita Group of ABC ambao walitaka kuipindua serikali ya Paris. Miongoni mwao kulikuwa na kijana mmoja hivi anaitwa Marius, ambaye yeye alitokea katika familia ya kishua mno, lakini hakupendezwa kabisa na hali ambayo ilikuwa ikiendelea. Baada ya waandamanaji kutawanyika, Marius alizama getoni mwake. Alikuwa anaongea na demu wake ambaye alikuwa akimpenda kichizi. Alikuwa anaitwa Rose. Baadaye siku ile Marius anaranda zake mtaani, anamuona Qudus akiwa na mzimzima Jin wanasalii sokoni. Yani kwa kutazamana tu kwa mara ya kwanza kila mmoja alifell in love. Wakati wako sokoni, Mrs na Mr Tinaji walifanya kazi kama ombaomba ili mradi kuendelea kuwachunguza. Walilalamika kuwa kuna kiwango cha pesa wanadai na wanataka walipwe kutokana na malezi waliompatia Qudus toka yuko mdogo. Jin alikataa kabisa kuongeza pesa yoyote ile. Marumbano yao yakaingiliwa na Javed ambaye alikuwa karibu na eneo lile. Javed hakumjua Jin na Qudus kabisa, hivyo aliwaambia mji hauko salama, hivyo waepuke kabisa misongamano, ikiwezekana waondoke pale. Baada ya kuondoka kwao, wale wapenzi wanamtaarifu Javed kwamba Jin na Qusud amewachia bila hata kuwatambua, huku Marius aliyemwomba demu wake aweze kufuatilia address ya eneo ambalo wanaishi wale watu wawili, yani Jin na Qusud. Demu alikubali, si kwa sababu anampenda sana mwamba, akaona sawa nitafanya tu. Usiku kundi la ABC wako tayari kukinukisha. Japokuwa walikuwa na sera, lakini Marius alionekana akili yake iko mbali na pale. Hali ile iliwakwaza sana baadhi yao na walimsihi sana Marius afocus na mission iliyoko mbele yao, achane na mapenzi kabisa. Mpango wao ulikuwa ni kuhakikisha kwamba wanakuwa salama wakati wote. Lakini katika mazungumzo yao anaingia Rose, demu wa Marius, na kumpa taarifa kwamba amepata location ya watu waliokuwa wakiwatafuta na kuulizia. Upande wa pili, Qudus anamuuliza Jini, hivi ni kwa nini wanaishi kwa kukimbia kimbia tu, yani kila muda wanahama, hawana eneo maalum. Lakini alishia kuambiwa kwamba maisha ya Jini ya nyuma hayakuwa mazuri kabisa, ndio maana wanaishi kwa namna ile. Baadaye Marius akasogea getini kwa Jin na kuanza kuongea na Qudus. Maongezi yale yalishuhudiwa na Rose ambaye alivunjika moyo sana alipojua kwamba hapendwi kabisa. Hata hivyo, Jin alitoka nje na kumrudisha Qudus ndani kwa sababu alikuwa anahofia usalama wao. Kisha Marius akaondoka zake bila kujua kwamba Rose aliona kila kitu, yani alikuwepo eneo lile. Hata hivyo, Mr na Mrs Tinaji walifika pia katika eneo ambalo Jin na Qudus walikuwa wakiishi, lakini Rose aliwaona, hivyo alijaribu kuwatahadharisha, ingawa alishia kupigwa kibao na baba yake mzazi. Ndani, Jin kamfuata Qudus na kumtaka uondoke haraka sana. Qudus alipojua kwamba hatamuona tena Marius akaandika barua na kuiacha mlangoni kwao, lakini Rose aliona hilo, hivyo alisoma ile barua na kuhifadhi yeye mwenyewe. Kisha akamfuata Marius na kumwambia kwamba Jin na Qudus wameshaondoka tayari mjini. Marius alifunga safari na kuelekea mpaka nyumbani kwa kina Jin, lakini kwa bahati mbaya hakumkuta yeyote yule, yani kulikuwa na manyoya, kila mmoja alikuwa tayari ameshaondoka. Rose alipoona kwamba Marius hana hisia kabisa, na yeye akaona badili muonekano wake tu awe kama mwanaume. Upande wa pili, Jin na Qudus wamepata eneo la kupumzikia kabla ya kuendelea na safari yao. Baadaye usiku huo kundi la ABC likatoa taarifa kwa raia kwamba litachukua nchi yao hapo kesho. Kwa hiyo raia walitoa mchango kutokana na kusudi hilo lililokuwa mbele yao. Marius kwa ujasiri aliapa kwamba atapambana kwa ajili yao. Siku inayofuata, wakati familia ya kifalme ikipita katika gwaride kuelekea mjini, kundi la ABC wakaanza uvamizi kwa kuimba nyimbo za ukombozi ambazo ziliungwa mkono na watu wote waliokuwa pale. Ambacho hawakujua ni kwamba Javed alivaa kama raia na kukaa miongoni mwao, yani hakuvaa kama askari. Nia yake ni kuweza kuwakamata wote hao. Pale hali ikaanza kuchafuka. Mapolisi na raia wakaanza kurushiana risasi, huku mtaa ukichafuliwa na kundi la ABC. Watu wakajitolea fenicha zao baadhi ili kujenga mpaka utakaokuwa umewatenganisha wao na askari. Katikati ya machafuko, mmoja ya vijana wa ABC aliomba mtu ajitolee kwenda upande wa pili ili kusoma mipango yao, lakini cha kushangaza, Javed alijitolea kwenda upande wa pili. Usiku Javed anarudi na kumwambia kwamba jeshi lina nguvu sana na wapo hatarini. Alisema jeshi halitashambulia, lakini watasubiri kwanza mpaka wakate tamaa. Hafla wakamgundua Javed kuwa ni askari kutokana na mavazi aliyovaa wakati aliporudi, sababu aliondoka na mavazi mengine. Vijana haraka wakamzunguka na kumwashia kipondo Javed, lakini pale jeshi linasogea na kuwashambulia vijana, wakaamua kurudisha mapambano na wakajikuta pande zote wanapoteza watu wao wa karibu. Marius alitaka kwenda kulipua kipulizo ambacho kilikuwa kiko karibu na askari, lakini Rose alitaka kuzuia, hivyo akapigwa risasi. Marius akasogea kwa ujasiri na kuambia kwamba atachoma eneo hilo lote kama hawatorudi nyuma.
Majibizano yakatulia na mvua ikaanza kunyesha. Rose alielezea upendo wake kwa Marius, kisha akampatia barua iliyoandikwa na Kudus ambayo alihifadhi na kumpatia maelekezo. Baada ya hapo akapoteza maisha kwa amani tu. Baadaye Marius aliandika barua kwa Kudus kisha akampatia dogo mmoja hivi anaitwa Rodgi na alimuomba aweze kuifikisha eneo fulani hivi. Kweli barua ikaletwa kwa Jean na ikasomwa hapo hapo. Jean aligundua kwamba Marius anampenda sana Kudus, lakini alijua kwamba Marius yuko vitani, hivyo akaamua kwenda kutoa msaada. Kundi la ABC waliganda kumwona Jean anakuja upande wao, lakini Jean alipobeba silaha na kuonyesha kwamba yuko upande wao, basi walifurahi sana. Jean akiwa pale anamwona Javed akiwa tayari ameshakamatwa. Jean aliomba kisu ili aweze kulipiza kisasi kwa sababu alisema ana hasira naye sana, hivyo akapatiwa. Moja kwa moja Jean alisogea kwa Javed na kumwacha huru. Javed alistajabu sana kuona hajauliwa na Jean, lakini Jean alimwambia kwamba wao hawaui bali wanakosoa kwa haki. Kisha Javed akaruhusiwa kuondoka kwa siri, lakini Jean alijaribu kupiga risasi kadhaa hivyo ukutani kuonyesha kwamba amemuua. Jean akarudi kuungana nao na apumzike usiku ule. Asubuhi Marius anawapatia taarifa kwamba silaha zao zimeharibika sana na hawajui jinsi gani wataweza kujitetea wakija kushambuliwa. Kundi la ABC lilihuzunika sana kuona kwamba wanabaki bila msaada. Hata hivyo kundi la ABC lilikuwa radhi kupambana na silaha ambazo wako nazo, yani bila kukata tamaa. Yule mtoto Rodgi akatoka akiwa naimba kwa ukakamavu nyimbo ya uzalendo na ukombozi, lakini jeshi halikujali kama ni mtoto, wakampiga risasi na kumuua pale pale. Kitendo kile kiliwakwaza sana kundi la ABC na walijikuta wanaingia katika majibizano ya risasi kwa mara nyingine. Haikuwa rahisi sababu hawakuwa na silaha za kutosha, kwa maana jeshi lilitumia vifaa vizito kupambana nao. Jeshi liliwazidi nguvu na baadhi ya marafiki wa ABC waliomba msaada kwa watu wawafungulie milango, lakini hawakuwajali kabisa. Marius alijeruhiwa, hivyo Jean alisogea kumwokoa, lakini kundi la ABC lote lilisambaratishwa vibaya mno. Wakati mtaa umechafuka kwa damu, Javed akarudi akiwa amevalia mavazi ya kiaskari huku akiendelea kuutazama mwili wa Jean kwa wale ambao waliweza kupoteza maisha. Kwa bahati mbaya hakuwepo miongoni mwa waliokufa, hivyo alitoa medali yake na kumpatia Rodgi aliyokufa kishujaa. Kisha akaendelea kumtafuta Jean. Wakati huo Jean anajitahidi kutoroka na Marius ili mradi akamtibie. Javed akaliona tanuli lililokuwa wazi, hivyo haraka akaamua kujitosa ndani yake. Wakiwa katikati ya tanuli wanakutana na Bwana Tenerji ambaye aliiba pete ya Marius hata kabla hajawapa msaada. Jean amekaribia mwisho, anamwona Javed anamsubiria, hivyo Jean alimwambia kwamba atamrudia pindi tu akishampeleka Marius hospitalini. Kisha akampita na kuondoka zake na kumwacha Javed akiwa pale. Javed aliwaza sana na kufikiria mengi mno, hivyo alimruhusu Jean awe huru tu na maisha yake. Kisha akaitupa bastola yake na alizidi kujiuliza kama watu waliowahi kuwaua kwa mikono yake walistahili, lakini alikosa majibu, hivyo alijiua mwenyewe baada ya kujiona ana hatia sana. Marius anaamka haelewi hata kinachoendelea. Alishukuru sana kwa kuwa salama na hakujua kama Jean ndiye ambaye aliweza kumwokoa katika eneo la vita. Hata hivyo alilia kwa majuto sana alipogundua kwamba marafiki zake wote wameshakata moto, yani kundi zima la ABC limepoteza maisha. Alijikokosa mpaka nyumbani kwa Jean ambapo hapo aliungana na Kudus. Kisha Marius akamwalisia hadithi fulani hivi ambayo ilikuwa inamhusu, ila alimsihi sana kamwe asije kurudia kuyaongelea maisha yake ya nyuma kwa mtu yoyote yule. Jean alitoa baraka zake kwa ajili ya Marius pamoja na Kudus, kisha akawaacha na maisha yao. Marius na Kudus wakafunga ndoa na harusi yao ikahudhuriwa na Mr. na Mrs. Tenerji. Walipofika pale wakaanza kutangaza kwamba Marius alikuwa miongoni mwa watu wa ABC na kumwambia kwamba Jean ndio pekee aliyeweza kumwokoa. Kisha wakamwonyesha pete ambayo aliiba kutoka kwake. Marius kwa hasira akampiga Mr. Tenerji, kisha wawili hao wakatolewa nje haraka sana baada ya kuonekana kwamba wanafanya vurugu. Baadaye Marius na Kudus wakamtembelea Jean ambaye alikuwa kimya anasubiri kanisani. Wote wawili walimshukuru sana kwa kuokoa maisha yao. Jean alimpatia barua Kudus kisha akafariki kwa amani. Kwenye maisha yajayo Jean anaungana na Fontaine pamoja na wengine wote waliopoteza maisha kwa pamoja wakiimba tena nyimbo za uhuru na uzalendo kwa wote wanaoishi na waliokufa tayari. Mzigo unaishia hapo. Hii ni Danny Movie Recap. Mimi ni Queen of Recap. Till next time. Ciao.